naitwa mtumishi Dr. Boniface Anton Nyendindi, na huu ni mwaka 2026. Mungu ni mwema, ametuweka hai mpaka dakika hii, na ujumbe wetu wa mwaka 2026 unasema inuka tena. Bwana Yesu asifiwe. Na tunasimamia katika kitabu cha Mika sura ile ya 7 mstari wa 8. Lakini ningependa nianze kuanzia ule mstari wa 7 ili tupate msingi pale. Alafu nitakuja ule mstari wa 8. Mstari wa 7 anasema, lakini mimi nitamtazamia Bwana. Haleluya. Huu mwaka 2026 unatakiwa kumtazamia Bwana. Lakini jambo lingine, nitamngojea Mungu wa wokovu wangu. Mungu wangu atanisikia. Haleluya. Hayo ni mambo ambayo unatakiwa kuyajua kwamba Mungu atakusikia mwaka huu 2026. Haijalishi unapitia katika mambo gani, Mungu atakusikia mwaka 2026. Lakini anasema ule mstari wa 8, usifurahi juu yangu, adui yangu, niangukapo nitasimama tena. Hayo ni maneno ya ukiri, ukiamini kwamba mwaka 2026 kama 2025 ulianguka, mwaka 2026 ni mwaka wa kusimama tena. Na anasema, anaendelea kusema, nikaapo gizani Bwana atakuwa nuru kwangu. Yamkini mwaka 2025 ulikuwa ni giza nene, au kuona wapi unaelekea. Jua mwaka 2026 Bwana ndiye nuru yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ndugu yangu, mtu wa Mungu, maono yetu katika mwaka 2026, huu ni mwaka wa kuinuliwa tena. Yamkini ulianguka, ni mwaka wa kuinuliwa tena. Ni mwaka ambao unatakiwa ukiri kwa kinywa chako kwamba utasimama tena. Haleluya. Ni mwaka ambao tunatarajia urejesho na kusonga mbele. Unapoanguka usikae hapo hapo. Unapoanguka simama tena. Simama, inuka, simama, songa mbele. Mwaka huu 2026 ni mwaka ambao Mungu anainua tena, anakuinua tena. Ndio maana nilianzia na ule mstari wa 7. Ni mstari ambao unaonyesha tumaini lako kwamba lipo kwa Bwana. Unamngojea Mungu wa wokovu wako. Ni Mungu huyo ambaye ataenda kukusaidia wewe kusimama tena, si kwa nguvu zako, ila ni kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Ataenda kukuinua tena. Kwa hiyo ni mwaka ambao Mungu anainua tena. Anainua tena waliokata tamaa, waliozoofika, huduma zilizokwama. Yamkini ulikuwa na huduma ikakwama, Mungu anaenda kukuinua tena mwaka 2026. Kama ulikuwa na maono yalidumaa, Mungu anaenda kuyaamsha tena katika jina la Yesu. Huu ni mwaka wa neema mpya, nguvu mpya na mwelekeo mpya. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna anguka litakalobaki hadi mwisho huu wa mwaka. Lazima tutainuka tena, lazima tutasimama tena, kwa maana Bwana anasema, anatuambia inuka tena. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo maono yetu katika mwaka huu 2026 ni kuona watu wakirejeshwa kiroho, kisaikolojia na kimwili. Yamkini umekata tamaa, kuna jambo ambalo limekuvunja moyo mwaka huu 2020, mwaka uliopita 2025, basi mwaka 2026 Mungu anakurejesha vizuri kiroho, anakurejesha kisaikolojia. Yamkini uliharibika kisaikolojia, uone wapi unaelekea, Mungu anaenda kukurejesha, anakurejesha tena upya kiroho na kimwili pia. Lakini pia maono yetu pia ni kuona huduma ikisonga mbele kwa ujasiri na matumaini mapya au matunda mapya. Tunatarajia kuona watu wengine wapya wakizidi kuongezeka na kurudi kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia ni kuona nuru ya Kristo ikiangaza hata mahali palipokuwa gizani. Tumeona mstari wa 8 inasema nikaapo gizani Bwana atakuwa nuru yangu. Kwa hiyo hata kama watu ambao walikaa katika giza nini, mwaka wetu ni maono yetu kwamba mwaka huu Mungu akawe nuru kwao. Ile giza nini ambalo unaliona, yamkini hauoni mbele mwaka 2026, unaangalia unasema, Bwana, maisha yangu naona kama yatakuwa vile vile. Huu mwaka Mungu akakupe nuru mpya. Haleluya. Unajua Biblia inasema tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na hayo mengine yote mtazidishiwa. Yamkini kuna kitu ambacho ulikipoteza mwaka 2025 ambacho kikakuumiza, kikaukuumiza, ukazani kwamba kile kitu ndo unakihitaji katika maisha yako. Mimi nataka nikwambie, unamhitaji Mungu kwanza.
unamhitaji Mungu kwanza. Na Ayubu alipoteza watoto wake, alipoteza mali yake, lakini sio mali ambayo alikuwa anahitaji, alimhitaji Mungu kwanza. Ndipo Mungu akambariki mara mbili ya kwanza. Yamkini kitu ambacho umekipoteza unakiona kama vile hakutokuwa na mbadala, lakini mimi nataka nikwambie yupo Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, ambaye atakutia moyo, atakutia nguvu. Inuka tena, simama tena, timiza kusudi la Mungu hapa duniani. Ukishalitimiza, hata utapoondoka hapa duniani utaondoka ukiwa na amani. Kwa hiyo usilie kwa muda mrefu mahali ambapo ulipo. Inuka tena, mwambie Mungu, ninahitaji unipe ujasiri wa kusimama tena. Maana kuanguka ni jambo lingine na kusimama ni jambo lingine ambalo linahitaji uweza na nguvu ya Mungu. Haleluya. Basi Mungu wa mbinguni akubariki. Hayo ndio ambayo ujumbe wangu mwaka huu 2026, na tutaendelea kuusimamia hata tutapokuwa tunafundisha masomo mengine, lakini hiki ndio kiini chetu mwaka huu 2026. Tunaamini Mungu ataenda kutenda kwa namna isiyo ya kawaida. Mungu wa mbinguni na akubariki. Amen.